Ali Kamwe, hongera kwa ushindi ambao mmeupata katika mchezo wa siku leo. Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira ambayo pressure ilikuwa kubwa sana. Coastal wamecheza vizuri sana na mashabiki walikuwa wamejaa wengi sana hapa. Tumeweza kupambana, tumepata pointi 3. Pata goli moja muhimu, tumepata pointi 3 muhimu. Namshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini tunakwenda kwenye mapumziko. Viongozi wanao muda wa kutosha sasa wakiwa wamerelax kufanya tathmini ya kutosha ya timu, kama kuna haja ya nyongeza kwa dirisha dogo wafanye maboresho, turudi kwa imara Januari inshallah. Coastal waliamini watapata alama moja, lakini sivyo bahati, wameondoka kichwa chini miguu juu hapa. Coastal ni wanaume, wacheza mpira mzuri sana, ambacho Coastal nawapongeza leo, hawakujiangusha hapo kucheza mpira. Sio timu ambayo ilikuja hapa kwa kutafuta sare, ilikuja kutafuta ushindi. Ndio maana walipambana, hawakuwa na muda wa kupoteza, wakawa wanainuka wanapambana kutafuta ushindi. Bahati mbaya tu technical bench yetu ilisoma vizuri mchezo, tufanya ile sub ya kucheza double striker ikaweza kutusaidia. Prince Dube akawa huru na akaweza kuwadhuru Coastal hapa. Zungumzia ubora wa Prince Dube, kuna watu walikuwa wanambeza. Sisi tunafahamu quality ya Dube, na sio sisi tu, kila Mtanzania anafahamu. Dube sio kwamba katoka mahala ambako hakujulikani. Ametoka timu inaitwa Azam, kila mmoja anajua quality yake, na alivyokuja Yanga msimu wa kwanza, msimu wa pili, tunajua Dube anafanya nini na anaweza kufanya nini anapokuwa kwenye ubora wake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la muda kumvumilia, na tumetoa fundisho kama Yanga Afrika, mashabiki wetu, katika nyakati ngumu Dube tumevuka naye na leo anatupa furaha sasa, sababu sisi tulimvumilia yeye katika nyakati ngumu, na leo katika nyakati ngumu kwenye pitch ametugea furaha sisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nafasi ya pili bado sio ya kwetu hiyo, kuna mara tunakwenda inshallah. Tunakwenda, nafasi ya pili sio nafasi ya Yanga. Yanga haiwezi kukaa hapa ikasema kwamba nafasi ya pili ndiyo mahala pake. Kuna mahala tunakwenda. Inshallah Mungu atujalie kheri, tuendelee kupambana, tutafika mahala ambako Yanga inatakiwa ikae. Na unahisi washindani wenu wanavyozidi kuteleza kwa namna moja au nyingine, ninyi na wapangufu ya kusonga mbele? Nani ni mshindani wetu? Naye anaongoza ligi sasa. JKT. Sawa. Ameteleza? Lakini washindani wanaofahamika siku zote ni sasa wewe unasema historia kaka. Achana zilipendwa Wasema bana jasusi vipi? Umesikia matokeo yao? Matokeo nimeyasikia, wala sio mnafiki. Nimeangalia kipindi cha kwanza, kipindi cha pili nikaja hapa. Nilikuwa na uhakika na hii mechi. Mimi simeongea na nyie juzi. Si ndio? Hii mechi nilikuwa naweka nao kwamba watakufa tu. Nilikuwa naweka nao. Wewe jua tu nilikuwa naweka nao watakufa tu. Juzi alishaongea muda mrefu. Yaani sasa hivi waliokuwa wanahisi ni utani. Mambo ndo yanazidi kunoga sasa. Mambo ndo yanazidi kunoga. Na jasusi, niwaambie mashabiki wa Yanga, jasusi yupo imara. Tuendelee kumuombea dua. Anafanya kazi yetu vizuri, anafanya kazi iliyotukuka, kazi ambayo tuna kila sababu si wana Yanga kumpongeza. Kwa hiyo jasusi yuko salama kabisa, hakuna hata mtu mmoja aliyemshitukia. Yuko salama kabisa jasusi wetu. Sasa nataka nikupe kodi. Wewe Diego njoo bwana. Nilikuwa kuuliza sana Diego, huyu hapa Diego mtu bingwa kabisa. Njoo Diego Hapana bwana. Waliweka nazi. Zile nazi nenda kufanya nini sasa? Nenda kukuna au nenda kuzifanya? Tunaongea tu ile. Nenda kuongea tu, la kuweka wapi? Anakula wali. Mimi niwapongeza kitu kimoja. Mmecheza mpira wa kiume, hamjalala hapa. Yaani kiingilio mlivyoa kikubwa, mmeonyesha kwa nini kiingilio mwa kikubwa. Watu wameenjoy. Kwa hiyo sio mbaya, football mmepiga mpira leo Coast. Piga mpira ambao sisi wenyewe pale roho ilikuwa sema, nimekaa pale na mzee wangu Mdunda. Kaniambia ulitoweka kama upepo, yaani ajua umepotea vipi? Alikuwepo. Ulikuwepo ndio, lakini baada ya chuma ameangalia kuoni ulienda wapi? Usijisikie vibaya, usijisikie vibaya. Hongereni. Usijisikie vibaya, mmepambana. Hongereni. Mmepambana Coast, mmepambana. Unapo unaweza kujichanganya kwao. Sasa shida yao ni hiyo. Shida yao hawa. Mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo. Malize maneno ndio shida yao. Unaweza kumwekea zamana hapa. Kumbe mtoto wa anti na mtoto wa shangazi. Malize maneno. Jini katoka lakini mganga hoi. Ni kweli tuko hoi, lakini tumeondoka na point 3. Katoka lakini mganga hoi. Tumeondoka na point 3. Mashabiki walikuwa wamejaa wengi sana hapa. Tumeweza kupambana, tumepata point 3. Pata goli moja muhimu, tumepata point 3 muhimu. Namshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini tunakwenda kwenye mapumziko. Viongozi wanao muda wa kutosha sasa wakiwa wamerelax kufanya tathmini ya kutosha ya timu, kama kuna haja ya nyongeza kwa dirisha dogo wafanye maboresho, turudi kwa imara Januari inshallah. Coastal waliamini watapata alama moja, lakini sivyo bahati, wameondoka kichwa chini miguu juu hapa. Coastal ni wanaume, wacheza mpira mzuri sana, ambacho Coastal nawapongeza leo,
hawakujiangusha hapa. Wewe kucheza mpira sio timu ambayo ilikuja hapa kwa kutafuta sare, ilikuja kutafuta ushindi. Ndio maana walipambana, hawakuwa na muda wa kupoteza, wakawa wanainuka wanapambana kutafuta ushindi. Bahati mbaya tu technical bench yetu ilisoma vizuri mchezo, tufanya ile sabu ya kucheza double striker ikaweza kutusaidia. Prince Dube akawa huru na akaweza kuwadhuru Coast hapa. Zungumzia ubora wa Prince Dube, kuna watu walikuwa wanambeza. Sisi tunafahamu quality ya Dube, na sio sisi tu, kila Mtanzania anafahamu. Dube sio kwamba katoka mahala ambako hakujulikani. Ametoka timu inaitwa Azam, kila mmoja anajua quality yake, na alivyokuja Yanga msimu wa kwanza, msimu wa pili, tunajua Dube anafanya nini na anaweza kufanya nini anapokuwa kwenye ubora wake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la muda kumvumilia, na tumetoa fundisho kama Yanga Afrika, mashabiki wetu, katika nyakati ngumu Dube tumevuka naye, na leo anatupa furaha sasa, sababu sisi tulimvumilia yeye katika nyakati ngumu, na leo katika nyakati ngumu kwenye pitch ametugea furaha sisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nafasi ya pili bado sio ya kwetu hiyo. Kuna mara tunakwenda inshallah. Tunakwenda, nafasi ya pili sio nafasi ya Yanga. Yanga haiwezi kukaa hapa ikasema kwamba nafasi ya pili ndiyo mahala pake. Kuna mahala tunakwenda. Inshallah Mungu tujalie kheri, tuendelee kupambana, tutafika mahala ambako Yanga inatakiwa ikae. Na unahisi washindani wenu wanavyozidi kuteleza kwa namna moja au nyingine, ninyi na mapungufu ya kusonga mbele? Nani ni mshindani wetu? Naye anaongoza ligi sasa. JKT. Sawa. Ameteleza? Lakini washindani wanaofahamika siku zote ni sasa wewe unasema historia kaka. Achana zilipendwa Wasema bana jasusi vipi? Umesikia matokeo yao? Matokeo nimeyasikia, wala nisiwe mnafiki. Nimeangalia kipindi cha kwanza, kipindi cha pili nikaja hapa. Nilikuwa na uhakika na hii mechi. Mimi simeongea na nyie juzi. Si ndio? Hii mechi nilikuwa naweka nao kwamba watakufa tu. Nilikuwa naweka nao. Wewe jua tu nilikuwa naweka nao watakufa tu. Haja juzi alishaongea muda mrefu. Yaani sasa hivi waliokuwa wanahisi ni utani. Mambo ndo yanazidi kunoga sasa. Mambo ndo yanazidi kunoga. Na jasusi, niwaambie mashabiki wa Yanga, jasusi yupo imara. Tuendelee kumuombea dua. Anafanya kazi yetu vizuri, anafanya kazi iliyotukuka, kazi ambayo tuna kila sababu si wana Yanga kumpongeza.